tutumie fursa hii kabla ya pumzi hazijakata. Tutumie muda huu kabla hatujaondoka katika huu mgongo wa ardhi, kwa sababu hatujui wakati gani tutaondoka. Na je, tukiondoka katika hizi ibada zetu ambalo ndio lengo kubwa la kuumbiwa sisi, tumetekeleza kiasi gani? Na vipi taratibu zake tumezifata kwa kiasi gani? Ni lazima haya maswali mwanadamu ukae kujiuliza. Usikae kujiuliza mimi mahesabu yangu toka asubuhi nimeuza bei gani, kila siku ni hayo hayo. Kwa nini usikae ukafanya mahesabu ya ibada zako? Umri wako umeutumia vipi? Mimi kuanzia asubuhi mpaka jioni kuna lipi jema nilolifanya? Ima kutoa sadaka, ima kuzungumza ya khairi, ima kuzidisha ibada, ima kufanya nyiradi. Alhamdulillahi alladhi kana biibadihi khabiran basira. وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الثقلين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ama mawdu'u khutbatina al-yawma inwanuha yaqul fadlu salatu al-jamaa. Khutba yetu ya leo itaelezea kuhusiana na ubora, fadhila za sala ya jamaa, fadhila za sala ya pamoja. Katika mafundisho ya Uislamu tumeelekezwa kuwa sala zote ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuziswali, sala tano, Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam, naye akatuelekeza kuwa tuziswali kwa pamoja. Kwa upande wa wanaume, swala inatakiwa kuswaliwa pamoja, tena msikitini. Hakuna ruhusa ya kusali mtu swala nyumbani isipokuwa kwa dharura ya kisheria. Katika hadithi ambayo ameisimulia Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea katika hadithi hii, anasema man sarrahu an yulqa Allahu ghadan muslima, yoyote yule aliyekuwa na pupa, kufanya pupa ya kukutana na Mola wake siku hiyo ya kiyama akiwa amesalimika, yoyote yule aliyekuwa na pupa ya kukutana na Mola wake siku ya kiyama akiwa salama amesalimika, falyuhafidh ala haula'i salawat, basi ahifadhi hizi swala tano ambazo tumeamrishwa juu yetu kuziswali swala hizi, kuifanya ibada hii ya swala mpaka mwisho wa pumzi zetu. Lakini kuna masharti ya kuziswali swala hizi. Huenda ikawa tumeamrishwa lakini hakuna masharti. Unaweza labda ukaamua mwenyewe utaswali muda fulani, lakini swala zote zimewekwa kwa masharti yake. Swala fulani itaswaliwa wakati wake, wakati fulani, na swala zote zatakiwa ziswaliwe kwa jamaa, kwa pamoja. Kwa wanaume ni sheria kuswali msikitini. Ndugu zangu katika iman, kuhusiana na swala hili
Wengi wetu tumefeli katika sala za jamaa pasi na sababu za kisheria, kwa sababu kuna wakati mtu unaweza ukapitikiwa na swala, lakini ikawa uko katika udhuru wa kisheria. Ima ulikuwa umelala ukaamka wakati wa swala umeshaisha, au umeamka watu wameshamaliza kuswali, lakini unapaswa wewe ukiamka tu ufanye haraka pale pale kwa ajili ya kwenda kuswali. Sasa kuna watu ambao wakati wa swala umewadia, lakini anasikia adhana mpaka adhana inamalizika, yeye bado anaendelea na shughuli za kidunia, hajali wakati wa sala. Sasa hapa ndiyo tutaingia katika mtihani. Lakini ikiwa tutatekeleza kama sheria ilivyoelekeza, basi tutakuwa tuko katika njia ya sawa. Kwa hiyo yoyote yule ambaye atakuwa na pupa ya kukutana na Mola wake siku ya Kiyama akiwa amesalimika, hana tatizo, faliyuhafidh ala haula'i salawat, basi ahifadhi sala hizi 5 haithu yunada bihinna, pindi zinaponadiwa sala hizo. Manake adhana zinapotolewa, watu wakakumbushwa kuitwa katika sala, katika ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi leo tunasikia adhana lakini tunadharau sala, wala hatuna muda kabisa mpaka adhana yamalizika, mtu anaendelea kufanya biashara. Yule anayekupa riziki ndiyo huyo aliyekuamrisha usali kwa wakati. Sasa yeye ana hikma juu ya upataji wako wa riziki. Mtu anaona wakati ule anaelekea msikitini, huenda hapa akakosa pesa katikati, kwa hiyo anaona amalizie zile ambazo zipo pale wakati ule wateja wapo, ili asije akakosa pesa. Je, yule ambaye anakupa hizo riziki, kwa nini hutekelezi kile alichokuamrisha ambacho ndiyo wajibu kukifanya? Ndugu zangu ni katika iman, sisi Waislamu wakati mwingine tunaingia katika matatizo kwa kupitia sisi wenyewe, kutokana na sisi wenyewe tunavyojiweka katika masala mazima ya ibada. Na ibada kubwa ni ibada ya sala, lakini leo hii watu wanaidharau. Sasa iweje ibada nyingine kama ibada kubwa ambayo ndio ibada mama watu wanaidharau? Je, hizo ibada nyinginezo zitafanywa? Jawabu lake hapana. Kama sala imeshaharibika, vipi ibada za saumu? Vipi ibada za funga, za sadaqa? Vipi ibada za zaka? Kama sala watu hawaitekelezi, na ni ibada ambayo haihitaji hela, kwamba mpaka ukasali mpaka utoe kiasi fulani ndio usali. La, ni ibada ambayo unafanya kwa raha kabisa, haichukui muda wako mwingi, lakini watu pia wanashindwa. Ndugu zangu ni katika iman, ni lazima tulifahamu hili, kwa sababu ndiyo jambo kubwa na ndiyo jambo ambalo ni msiba sasa hivi kwa Waislamu wote kwa ujumla. Sala watu hawaziswali kwa jamaa, wengi wetu, na huenda ikawa kuna sababu pia sio za kisheria. Watu wanakosa kuswali sala kwa jamaa msikitini. Mwisho wa siku anakuja kufunga biashara yake, anaelekea msikitini, watu washatoka, muda ushapita. Mtu sala ya saa 7 na swali saa 8, saa 9. Alikuwepo wapi? Safarini? Alikuwa labda mgonjwa? La, mzima alikuwa amekaa afanya shughuli za kidunia. Sasa hivi ikiwa umeondoka katika huu mgongo wa ardhi, wakati huo ibada inafanywa, wewe unaendelea na biashara, nini utaenda kumweleza Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa kuwa haukuwa katika sababu ya kisheria, huwezi kusema kwamba ulikuwa mgonjwa wakati uko katika duka unafanya biashara. Kwa nini uthamini biashara kuliko ibada? Anayekupa riziki ndio huyo anayekuamrisha uswali kwa wakati. Sasa unaangalia kati ya haya mawili, ya kupata riziki au ya kwenda kumwabudu yule Allah ambaye atakuzidishia riziki. Ndugu zangu ni katika iman, katika kuendelea Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa inna Allah shara'a li nabiyikum sunan al-huda
hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtume wenu sallallahu alayhi wasallam suna ya uongofu. Wa inna min sunana alhuda, na hakika hiyo sunna ya uongofu as-sala, ni sala. Kwa hiyo kila mmoja wetu akishikamana na sala kama inavyotakikana atakuwa katika uongofu, na yoyote atakayeachana na ibada ya sala hatakuwa katika uongofu, atakuwa katika upotevu, kwa kuwa tayari mtume sallallahu alaihi wasallam tayari ameshawekiwa sheria na kuambia umma wake kushikamana na ibada ya sala, na sala hiyo kushikamana nayo kwa wakati wake maalum ambao umewekewa, sio kusali kwa yale maamuzi ambayo uliyokuwa nayo hawa nafsi yako ikakuelekeza kwamba sala ya asri iswaliwe saa 11, mimi nitasali kwa sababu hakuna shaka, hakuna shida. Lakini tukiweka mazoea haya tutaingia katika makaburi yetu hali ya kuwa huku duniani hakuna chochote tulichochuma, kwa sababu itakuwa tumepoteza wakati mwingi na hizo ibada tumezifanya pasi na sheria, kufata utaratibu uliowekwa. Kila ibada iliyowekwa ina sheria yake na taratibu zake. Ibada ya sala imewekwa kisheria kwa mwanaume, ni lazima kuswali msikitini. Ukaja udhuru kwamba ikiwa kuna sheria, kuna dharura ya kisheria ambayo imemfanya mpaka mtu asiswali msikitini, sawa, na inajulikana na Allah anaona. Lakini ikiwa hakuna sababu yoyote ya msingi kisha mtu akaamua kuswali nyumbani au akaamua kuswali sehemu yoyote, pana tatizo. Kwa hiyo ni lazima tuzinduke juu ya hili, kwa sababu ndiyo jambo ambalo leo hii imekuwa ni mtihani na halizungumzwi sana. Swala la ibada, sawa, inawezekana unasali. Je, unasali kwa jamaa? Swala inatakiwa iswaliwe kwa jamaa, ndio inakuwa swala bora hiyo. Ndugu zangu katika imani, walau annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha almutakhallifu fi baytihi, anasema na lau kama mtaswali kama yule anayesali, yani aliyekhalif jamaa, akasali nyumbani kwake ama akasali sehemu yoyote ile, la taraktum sunnata nabiyikum, basi kama mtafanya hivyo, kama mtasali kukhalifu jamaa au kusali kokote pale isipokuwa msikitini, ukaacha kusali msikitini, basi itakuwa mmeacha sunna ya mtume wenu. Walau taraktum sunnata nabiyikum, na lau kama mtaacha sunna ya mtume wenu, la dhalaltum, na hii ndiyo uhalisia kwamba mtapotea. Na siku zote angalia wale ambao wanakengeuka sheria ya Allah pamoja na mafundisho ya mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wako wapi? Wapo katika dhalala, wapo katika upotevu wa hali ya juu, kwa sababu tayari ushakengeuka sheria ya muumba wa mbingu na ardhi. Hasa katika masala ya ibada, mtu ukiachana na ibada ukaidharau ibada basi na kuipatiliza na kuzingatia, elewa ya kwamba maisha yako yote yatakuwa na giza kubwa sana, kwa sababu umeachana na msingi ulioumbiwa hasa mwanadamu katika huu mgongo wa ardhi. Kwa sababu msingi mkubwa mtu kushikamana nao ni ibada. Hizi ibada ndio lengo kubwa la kuumbwa mwanadamu, kama Allah alivyosema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu, lengo la kuwaumba ni ibada, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, unaabudu kwa staili gani? Unaabudu kwa taratibu zipi? Ibada zina taratibu. Sasa ikiwa utafanya ibada na ukakengeuka taratibu, tayari ushaingia katika makosa, na makosa yenyewe ndio haya leo, watu kutoswali kwa jamaa. Watu hawaswali kwa jamaa, mtu anasubiri mpaka swala inaisha, salamu ya imamu, ndio mtu anakuja msikitini taratibu, yani kama hana habari. Sasa tukijitengea mida yetu au tukijipangia muda wa ibada, itakuwa tunakwenda katika upotevu mkubwa. Na siku zote mtu ambaye
hafati sheria ya Allah, kwanza katika maisha yake hakuna baraka. Tuelewe hilo, maisha yako hayatakuwa na baraka, na hata hizo riziki unazoziendea mbio utazikosa, kwa sababu itakwenda mwisho zitashuka. Ndio mwisho wa siku utaanza kulalamika katika mambo yako, lakini angalia wewe umemkosea wapi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, ibada ya sala ya jamaa imekuwa mtihani kwetu sisi, na hilo halipingiki. Zipi sababu za kisheria tulizokuwa nazo mpaka kiasi kwamba swala haziswaliwi kwa jamaa? Mtu anasali anavyotaka yeye, sababu zipi? Ndio maana kuna wengine siku ya kiyama hawatakuwa na majibu ya kueleweka, kwa sababu ameshapoteza muda duniani na tayari siku ya siku imefika, hana chochote ambacho anajivunia nacho. Ndugu zangu katika imani, ikiwa tutaacha suna hii ya uongofu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kutuelekeza umma wake kuswali swala kwa jamaa, tukaachana nayo hii, basi tutakuwa katika upotevu mkubwa. Wama min rajulin yatatahharu fayuhsinu at-tuhur thumma ya'madu ila masjidin min hadhihi al-masajid. Anasema wama min rajulin, na hakuwa mtu ambaye anajitaharisha au amejitaharisha kisha akafanya tahara yake vizuri, yani ile tahara ambayo amejitaharisha nayo akaifanya kwa uzuri, thumma ya'madu ila masjidin min hadhihi almasajid, kisha akakusudia kwenda msikitini miongoni mwa misikiti, basi mtu huyu illa kataba Allahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasana. Mtu wa namna hii aliyefanya tahara yake akaifanya kuwa ni nzuri, kisha akakusudia kuelekea msikitini miongoni mwa misikiti, kila hatua moja atakayoipiga kwenda msikitini Allah subhanahu wa ta'ala humwandikia. Hatua moja itakuwa mfano wake mara 10, kila hatua moja unayoipiga kwenda msikitini. Sasa jiulize wewe, katika vipindi vitano vya sala, kuanzia ulipoamka alfajiri mpaka isha, kuna hatua ngapi ambazo wewe unayekwenda kwa miguu umezipiga? Alafu jiulize, fanya hisabu ule wema au yale malipo unayoyapata, ndio utajua ubora wa sala ya jamaa. Ukitoka kwenda msikitini unatembea, kila hatua moja unayopiga unalipwa mfano wake mara 10. Sasa angalia umbali unaokaa na mpaka msikitini, hiyo swala moja. Swala ya pili mpaka ikafikia 5, fanya mahesabu, ni wema gani au ni malipo mangapi umeyapata. Mwenyezi Mungu alivyokuwa na huruma na waja wake na kuwafanyia ihsani, lakini waja hawana ihsani na Mola wao. Mwenyezi Mungu anakulipa kwa kila jambo dogo, ili mradi mja wake uwe katika amani na salama, lakini waja hawataki malipo hayo. Wanaona kama vile uvivu, kuchoka, wanaweza kuswali muda wote wanaotaka, lakini kiuhalisia ni kosa kubwa sana. Ndugu zangu katika imani, tuelewe ya kwamba ibada hii ya sala sio ibada ya kuichezea. Awwalu ma yuhasabu al-abdu yawm al-qiyama as-sala, jambo la kwanza atakalohisabiwa nalo mtu siku ya kiyama ni swala. Hilo ndio jambo la kwanza litakaloulizwa siku ya kiyama, kwa sababu ndio ibada kubwa. Na ikiwa swala yako iko vizuri siku hiyo, ikapimwa, ikachunguzwa, ikahisabiwa iko sawa sawa, elewa ya kwamba hata matendo yanayofuata yako sawa. Lakini swala ikiwa ina mushkil, elewa pia yanayofuatia huenda yakawa yana mushkili mkubwa. Sasa hapa itakuwa hakuna pa kukimbilia. Ndugu zangu katika imani, tutumie fursa hii kabla ya pumzi hazijakata. Tutumie muda huu kabla hatujaondoka katika huu mgongo wa ardhi, kwa sababu hatujui wakati gani tutaondoka. Na je, tukiondoka katika hizi ibada zetu
ambalo ndio lengo kubwa la kuumbiwa sisi, tumetekeleza kiasi gani? Na vipi taratibu zake tumezifata kwa kiasi gani? Ni lazima haya maswali mwanadamu ukae kujiuliza. Usikae kujiuliza mimi mahesabu yangu toka asubuhi nimeuza bei gani, kila siku ni hayo. Kwa nini usikae ukafanya mahesabu ya ibada zako? Umri wako umeutumia vipi? Mimi kuanzia asubuhi mpaka jioni kuna lipi jema nilolifanya? Ima kutoa sadaka, ima kuzungumza ya kheri, ima kuzidisha ibada, ima kufanya nyiradi. Katika lipi unafanya mahesabu? Kwa nini ufanye mahesabu tu katika masala ya hela, ya biashara zako, ya mali zako? Huyo anayekupa hizo mali ndio huyo ambaye anakutaka wewe ufanye zile ibada kwa ufasaha. Kwa nini ufanye ibada? Kwa nini swala ya jamaa uiswali? Adhana zinatolewa, watu wanasikia, mtu anakuja msikitini, mwisho tumaliza. Ipi dharura iliyokuzuia? Je, ulibanwa na tumbo ukazidiwa ukashindwa kuja? Je, kichwa kilikuuma? Lakini ilikuwa mtu anatafuta pesa. Sasa kwa nini usije katika ibada ukamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuzidishie riziki zako? Na Mwenyezi Mungu ukimtekelezea jambo lake, basi nawe atakufungulia katika mambo yako. Kwani wangapi walioshikamana na Mwenyezi Mungu, wangapi walioshikamana na sheria ya Allah ipasavyo na wakashindwa kufunguliwa? Ni nani? Watu wananeemeka kwa sababu ya kujifungamanisha na ibada na taratibu zake zilizowekwa. Ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tuzinduke katika hili, kwa sababu ni jambo ambalo limeenea kwa Waislamu wengi. Yaani tukisema kwamba asilimia nyingi sana wako katika mtihani na asilimia chache zilizobakia wapo katika njia ya sawa. Bali insanu ala nafsihi basira. Mimi na wewe tunajua wakati gani tunafanya mzaha na ibada ya sala, hasa katika sala za jamaa. Tunajua katika nafsi zetu kwamba mimi wakati fulani mimi sikuswali kwa jamaa, na wakati huu nasikia adhana, lakini nia yangu naona inaniambia bado niendelee kufanya biashara. Jaribu kukaza nafsi yako, jaribu kumpinga shaitani asiweze kukuchezea akakuingiza katika matatizo, ukaacha kumwabudu Mola wako inavyotakikana kama alivyokuamrisha. Kwa hiyo ni lazima tuziambie nafsi zetu katika yale ambayo yanayotutamanisha katika huu mgongo wa ardhi, kwa sababu mengi ambayo sisi tunayafanya mpaka yanatutoa katika njia ni yale mambo ambayo ya kidunia. Tumeshika sana mambo ya kidunia, tumeacha akhera. Mtu anaweza kukucha kuanzia asubuhi mpaka jioni, hata kukaa kufikiria kwamba mimi nitakufa hafikiri. Sasa ni Muislamu wa namna gani kiasi kwamba hata kufikiria kwamba nitakufa hakuna? Sasa ni mtihani. Mwisho wa siku mtu anakufa, watu wanaanza kumwombea dua, wengine hivi na hivi wanalia, lakini mtu huyu hakuwa na Mwenyezi Mungu kabisa, alikuwa mbali na ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matokeo yake anaingia katika kaburi amekula hasara. Sasa mimi na wewe tuko tayari kuingia katika hasara au tuko tayari kuiepuka hasara? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin shahadatan narju biha an-najata yawm ad-din والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Na wahusia kwa mara ya pili pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakika wenye kumcha Allah watakuwa ni wenye kufaulu duniani na kesho akhira. Allah tujalie tuwe ni katika hao, Allahumma amin. Ndugu zangu katika iman, tukiendelea na khutba yetu inayosema fadlu salatul jamaa, ubora wa sala ya jamaa. Ndugu zangu katika iman, kwa wale ambao wanasali sala misikitini kwa jamaa, bado tunaendelea kuelezana na kuambiana kuhusiana na ubora unaopatikana.
Kwanza, kila unapopiga hatua yako moja kwenda msikitini unalipwa malipo. Kila hatua moja utalipwa mara 10. Haikuishia hapo, wayarfa'u biha darajat, na Allah subhanahu wa ta'ala hukunyanyua daraja. Sasa kunyanyuliwa daraja ni kukubwa sana, yani mpaka umeheshimiwa, unaongezewa hatua yako moja inapigiwa mfano mara 10, unanyanyuliwa daraja. Huko ni kwenda msikitini, tena kwenye swala moja. Vipindi vitano ukiviunganisha, wewe umenyanyuliwa daraja mara ngapi na Allah subhanahu wa ta'ala? Unahitaji nini chengine Allah akupe? Na haya tunayoyafanya duniani, siku ya kiyama tutaona malipo yake yalivyokuwa makubwa. Unajua mwanadamu ana ile kitu kwamba haoni kile kitu anachokipata, ndio maana anakuwa ana wasiwasi na jambo analolifanya. Lakini Mwenyezi Mungu hamdhulumu mtu, kila analolifanya kwa hakika, kwa haki, basi siku ya kiyama atalikuta. Hata kama lilikuwa ni dogo kama punji ya mchanga, utakuta malipo yako mbele ya Allah. Sasa hizi fadhila tunaziacha bure, tunaangalia mambo ambayo wala hayatunufaishi, tunaacha kunyanyuliwa daraja, tunaacha kulipwa malipo ya hatua zetu tunazopiga, tunaangalia mambo ambayo hatupati faida. Faida yake ni hapa, tutatumia, utaacha. Ukiondoka unaondoka na mali, ukiondoka unaondoka na nyumba, utaacha. Lakini matendo yako mema utakuwa nayo, kitakachokusaidia wewe baada ya dunia ni matendo yako mema. Sasa kwa nini tusiandae na wakati umri wetu ni mdogo? Tuandae yale ya kuondoka nayo, ili tukifika kule tusiwe na wasiwasi. Vile vile wayahuttuha bihi sayyiati, na vile vile tunafutiwa madhambi. Yani licha ya kwamba tunapandishwa daraja, licha ya kwamba hatua zetu tutalipwa kwa kila hatua moja, wayahuttu anhu biha sayyiati, na vile vile tunafutiwa madhambi. Kitu cha ngapi hicho? Cha 3. Kila hatua moja unalipwa. Kitu cha pili unapandishwa daraja. Cha 3 unafutiwa madhambi. Kipi unahitaji? Unahitaji bado madhambi kuwa nayo? Unahitaji usinyanyuliwa daraja, unatakiwa kukaa tu hivi hivi? Kipi kitakachokusaidia mbele ya Allah? Ikiwa unakataa vyote hivi, Mwenyezi Mungu amewapa waja wake neema mbalimbali na bado anawapa malipo makubwa, lakini waja hawazinduki katika hilo. Bado nyoyo zetu zinakuwa ngumu kufikiria haya mambo makubwa kabisa. Siku ya kiyama haya ndiyo tutajifakhirisha nayo. Amali zako ndiyo utajitamba nazo siku ya kiyama. Hauna kwamba kule utakuwa na magari yamekuzunguka au pesa zimejaa. Kule unazungukwa na amali njema ambazo umetumia muda wako katika huu mgongo wa ardhi kuzitumikia. Ndugu zangu ni katika imani, walaqad ra'aytuna wama yatakhallafu anha, yani ani salati fil masjid. Tunaona na yale ambayo yanakhalifiwa watu kusali, au mtu anakhalif kusali katika msikiti. Mambo haya yanaonekana, kama nilivyotangulia kusema, haya yapo na tunayaona. Watu wanashindwa kusali misikitini kwa kutokuwa na sababu za msingi. Kwa nini watu hawasali msikitini? Hakuna sababu za msingi. Wapo wenye sababu, wapo wagonjwa, wapo watu ambao hawajiwezi kwa namna yoyote ile kwenda msikitini. Lakini kuna wanaojiweza. Ni wangapi? Ni wingi. Ambao hawaumwi wangapi? Wingi. Wako wapi msikitini? Misikiti inajaa kipindi cha Ramadhani. Baada ya Ramadhani hamna watu. Watu wako wapi? Je, swala tumeamrishwa tuswali Ramadhani mpaka Ramadhani? Jibu hapana. Je, hizi swala nyingine kuna watu maalumu, Waislamu maalumu watakiwa kuswali, wengine waswali Ramadhani? Hapana. Sasa tunafanya vitu ambavyo sio vizuri. Mwenyezi Mungu anatuhurumia, anatupa neema zote, anatupa malipo makubwa. Hata sisi kuwa na ihsani kwa Mola wetu, tukasema ya Rabbi, na sisi tunajinyenyekeza kwako ya Rabbi, tunakufanyia ihsani ya Rabbi Mola wetu. Ni wangapi? Wachache. Wengi wetu tuka katika mtihani. Kwa hiyo mambo haya yapo wazi, yanaonekana. Sio kwamba ni mambo yamejificha kwamba mtu umuone, ni jambo liko wazi.
watu misikitini hawaji na wapo katika shughuli zao za kidunia na ni Waislamu. Kisha akasema jambo hili halionekani hivi hivi, isipokuwa linaonekana illa munafiqin ma'lumun nifaq, isipokuwa kwa wanafiki ambao unafiki wao kuwazi kabisa. Jambo hili ndio liko juu yao, kwa sababu watu wanawachaacha swala sana na kuto kujifungamanisha na jamaa, basi watu hawa ni wanafiki. Walaqad kana ar-rajul yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulain, na kipindi hicho cha zamani, kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa mtu hajiwezi, lakini mtu huyu alikuwa akishikwa na watu wawili katika mabega yake. Yani mtu ambaye hawezi, labda mathalan miguu yake ina matatizo, hawezi kutembea vizuri, au labda mwili wake ni uko dhaifu, lakini watu wako tayari kumsaidia na yeye yuko tayari kubebwa, kushikwa huku na huku, kupelekwa msikitini. Sasa sisi ambao tuna nguvu zetu, kwa nini tunashindwa kwenda msikitini? Kwa hiyo yule siku ya kiyama akija, ambaye alikuwa akijitahidi akijikongoja, na wewe mzima ukija, utatoa sababu ipi? Na yule mbona mgonjwa lakini alikwenda? Sababu ipi ambayo utampa Allah yenye kueleweka kwamba mimi nilishindwa kwa sababu nilikuwa sijisikii vizuri? Na huyu ambaye alikuwa anaumwa, kwa nini alijituma akakubali kubebwa, kushikwa, ili mradi asimame katika swala au aende msikitini? Kisha akafafanua hili jambo akasema, yani yumsikuhu rajulani min janibaihi, watu wawili walikuwa wakimshika mtu huyu. Mathalan amefika msikitini, sasa wakati wa kunyanyuka watu wawili wanamshika katika mabega yake, wanamwekea ili mradi kwamba wamsimamishe, hata yuqama fi saf, mpaka mtu huyu anasimama katika safu na anaswali. Sisi wazima wenye nguvu zetu tunatembea umbali tunaoutaka, kwa nini tunashindwa kuswali? Ukiangalia tunahangaika na dunia. Ndugu zangu katika imani, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumuogopa. Dunia tunapita, kuna vitu tunatakiwa tuende navyo. Vitu hivi ni amali njema, ni kufata taratibu zote tulizoamrishwa katika masala ya ibada na masala mengineyo ya kheri, tuzifanye kwa taratibu na masharti yake, ili tukiondoka katika huu mgongo wa ardhi tusiwe na matatizo, tuwe na amani. Ndio maana mwanzo wa hadithi Mtume akasema, yoyote mwenye pupa ya kukutana na Mola wake akiwa salama, basi ahifadhi nini? Swala zake 5. Kwa hiyo tuhifadhi swala zetu tena kwa jamaa, ili tuweze kukutana na Mola wetu tukiwa salama. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa yaqulu alayhi as-salatu was-salam man salla alayhi marratan sallallahu bihi alayhi 10. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin ونكس أعداءك أعداء الدين ونختم لنا بالخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.